ni kwa ajili ya kusikia kutoka kwa Mungu. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, 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 nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishindanie Bwana, nishindanie, nishindanie Bwana, nishindanie. mimi ni wako Bwana, Mimi ni wako, Yesu, mimi ni wako Bwana, mimi ni wako, mimi ni wako Bwana, mimi ni wako, mimi ni wako Bwana, mimi ni wako. mimi ni wako Bwana, Mimi ni wako, Bwana, mimi ni wako Bwana, mimi ni wako. Yesu, nipiganie Bwana, Nipiganie, Bwana, nipiganie Bwana, nipiganie. siwezi bila wewe, Siwezi Bwana, Yesu, siwezi bila wewe, siwezi Bwana, Bwana, siwezi bila wewe, siwezi Bwana, Yesu, siwezi bila wewe, Bwana. siwezi Bwana. Basi mtazamaji, mahali popote pale ulipo, majina yangu ni Onesphorus Mutanja, ni ndugu katika kanisa hili la Shalom Miracle Church Mariakani. Pokea salamu za mchungaji wa kanisa hili, ako mji wa Mombasa, ambapo ndipo makao makuu ya huduma hii, the headquarter of Shalom Ministries International. Kuna sherehe kubwa pale ambapo baba yetu ameandaa, inaitwa crossover. Baba yetu amepata mahali ambapo ameweka madhabahu yake. Tumekaa katika mahali pa kukondisha siku nyingi, mwaka wa 6 sasa. Makao makuu ya Shalom Ministries inapata mahali pake pale Mombasa, na kwa hivyo baba yetu akawa yuko katika ile sherehe. Mwanzo wa jambo hili alikuwa ni kiungo muhimu sana katika kuongoza maombi wakati ule kwa kikundi kinaitwa Indomitable Team. Akawa anaongoza watu kutafuta vile Mungu atatusaidia kupata uwanja katika mji wa Mombasa, na hata yale masaa alitumwa, moyo wake ukawa kwa kweli una furaha, Mungu amemchangua, lakini kulikuwa na kitu alikuwa natamani kitendeke na hakikuwa kimetendeka. Ila siku hii ya leo tuna furaha sote pamoja, wana wa Bishop Robert Elio Wafula na mama Bishop Pamela Wafula, kwa sababu makao makuu ya Shalom Miracle Church imepatikana permanently katika ule mji wa Mombasa. Hapa Mariakani
tunaweza tukainua mikono yetu kwa pamoja, tukapiga shangwe, 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 shangwe na vingelengele kwa Bwana Yesu, shangwe na vingelengele. Tunaweza tukasimama hata tukashangilia zaidi ya hapo, kwa vile Mungu ametenda kwa baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Asante. Tunaweza tukapumzika, na hata mimi nina furaha kubwa sana. There is going to be a crossover in your life today. There is going to be a crossover of your life today. Aliyekuwa masikini atakuwa tajiri leo, maana hiyo roho inaongea katika anga. Asiyekuwa na watoto atapata watoto kuanzia leo, maana hiyo roho tayari imezalika. Aliyekuwa anafika ama anakuwa mkia kwa darasa anaanza kuwa wa kwanza, maana inawezekana. Hana anasema ya kwamba huyu Mungu mtoa mtu mavumbini akamketisha na wafalme. Kwa hivyo inawezekana siku ya leo. Kile unaona ya kwamba hakiwezekani, God is able to do it. We are celebrating together with our Father as we get in that spirit. Tunasema we are crossing over. We are crossing over, Mariakani. We are crossing over katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tutasoma pamoja 1 Samuel chapter 7. 1 Samuel chapter 7. Tutaanzia mstari wa 8. 1 Samuel chapter 7 verse 8. Nitaenda mpaka mstari wa 12. Tafadhali twende kwa pamoja. Wana wa Israeli wakamwambia Samueli, usiache kumlilia Bwana Mungu wetu kwa ajili yetu, kwamba atuokoe na mikono ya Wafilisti. Mstari wa 9. Ndipo Samueli akatoa mwana kondoo mchanga, akamtolea Bwana sadaka ya kuteketezwa nzima. Samueli akamlilia Bwana kwa ajili ya Israeli, Bwana akamuitikia. Hata Samueli alipokuwa akiitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli, walakini akapiga ngurumo, mshindo mkubwa sana juu ya Wafilisti. Siku ile akawafadhaisha, nao wakaangamizwa mbele ya Israeli. 11. Nao watu wa Israeli wakatoka Mispa, wakafuatia Wafilisti, wakawapiga hata walipofika chini ya Bethkari. Ndipo Samueli akatoa jiwe na kulisimamisha kati ya Mispa na Sheni, akaliita jina lake Eben-Ezari, akisema, hata sasa Bwana ametusaidia. I read verse 10 in English. And as Samuel was offering up burnt offering, the Philistines drew near to battle against Israel. But the Lord thundered with a great thunder on that day upon the Philistines, and discomfited them, and they were smitten before the Israel. Tusome hiyo 1 Samuel chapter 2 verse 10. 1 Samuel 2:10. Maandiko inasema, washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Toka mbinguni yeye atawapiga randi. Nisimamie hapo tu kwa part A. Kuna kitu Biblia imeendelea kuongea juu yake. I am talking about God of thunder, Mungu wa randi. Naweza ikawa randi, ikawa mingurumo, but I am talking of God of thunder. Kuna kitu ambacho kimetendeka.
Wafilisti wamezunguka Waisraeli. There is great horror for the Israel. Lakini kuna kitu Mungu anatenda. Wakati Samueli anatoa sadaka, Biblia inasema Mungu akanguruma, na aliponguruma Wafilisti wakafadhaishwa, na baada ya kufadhaisha wakashindwa. There is a God ambaye huwa ananguruma. Kuna Mungu ambaye anaweza akapiga randi katika maisha ya mtu. I'll be explaining to you mambo haya, na ndipo Hana naye hapa anasema washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Na watapondwa vipi? Anasema atoka mbinguni yeye atawapiga randi. This is chapter 2 ambapo ana celebrate kuwa Mungu amemsaidia kupata mtoto. Na ni mtoto yupi? Mtoto Samueli. Na baada ya hapo Samueli akiwa mchanga, the first assignment imekunja. Hii ya Wafilisti was the first assignment. Akiwa ako kuhani wa Israeli, yuko mchanga. This guy is below 20. And there is a great problem that has come. Wafilisti wamewazunguka, na wana wa Israeli hawana nguvu. They cannot escape. Walijua ya kwamba tutaisha. Eli hayumo ambaye ni mzoefu wa mambo kama haya. Kuna kijana ambaye hata akili zake hazijakomaa vizuri, lakini ndiye amebeba nguvu za Mungu ni kwa ajili ya Israeli. Na anapotoa dhabihu, yule Mungu aliongewa na mama yake ambaye ni Mungu wa kupiga randi. Yule Mungu anapiga randi katika first assignment ya huyu kijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha ya kwamba kulikuwa na kitu fiche mama aliongea, na kuna information alikuwa anatoa ya kwamba kuna Mungu ambaye huwa anashughulika kwa kutumia silaha ya randi. Ili nimalize kusoma nihubiri, tusome Zaburi wa 18 mstari wa 13. Ninataka sisi tuelewe mwanzo ni nini nitakuwa naongea juu yake. Psalms 18:13. Hivi ndivyo maandiko inasema kwa Kiswahili: Bwana alipiga randi mbinguni, yeye aliye juu akaitoa sauti yake, mvua ya mawe na makaa ya moto. In English, the Lord also thundered in heaven, and the highest gave his voice, hailstones and coals of fire. Kuna versions zingine zinasema fireballs, hailstones and fireballs. Hapa kuna kitu ambacho tunaelewa. Thunder is accompanied by hailstones and fireballs. Yani ile randi tunaongea juu yake huwa iko na characteristic fulani. Inapopiga lazima mvua ya mawe inyeshe. Tena si mvua ya mawe tu, mvua ya mawe ya moto lazima inyeshe. Kwa hivyo mvua ya mawe ya moto huwa inakunja wakati Mungu anapiga randi kutoka mbinguni. Nisome the last verse I want to read in Job 37 verse 4. Job 37 verse 4. Baadaye sauti unguruma, yeye unguruma kwa sauti ya ukuu wake, azizuii hapo sauti yake isikiwapo.
In other words, sauti yake inapotoka haiwezi kazuilika. This is Job 37 verses 4. Ninataka niisome kwa Kiingereza ili tusikie nayo Kiingereza inasemaje. MSB version. After it a voice roared, he thundered with the voice of excellency, and he will not stay them when his voice is heard. Hiyo ni King James version, nataka MSB. This is what the word says. In their wake, the thunder echoes his voice, powerful and majestic. He lets out all the stops. He holds nothing back. No one can mistake that voice. Maneno yale mengine ya hiyo mstari inaweza ikakaa, lakini kuna difference ya hii version nilikuwa nataka. Inasema ya kwamba no one can mistake that voice. Sauti gani? The voice of thunder. No one can mistake it. Ukisoma Job 37 kutoka mstari wa 2, maandiko inasema ya kwamba Mungu piga randi kutoka mbinguni na anatuma sauti yake chini ya mbingu, alafu anaiachilia iende miisho ya dunia kama umeme. Na sasa 4 inasema baada ya hapo, in English it says in their awake. Kwa hivyo baada ya hapo, hayo mambo yote inapotendeka, anasema ya kwamba sasa huwa kuna kunja mgurumo, na huo mgurumo you cannot mistake it. Why can't you mistake it? It is so unique that you can never fail to know it is a voice of thunder. Bwana Yesu asifiwe sana. You cannot ignore thunder. In short, you can never ignore thunder. Unaweza ukachukua blanketi ama nini unjifunike, ama ufunike macho na mikono wakati umeme unapiga, na uasimu ya kwamba hakukuwa na umeme. But when it comes to thunder, you cannot mistake it, you cannot ignore it. Hata kama uko wapi, lazima kutakuwa na mingurumo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani sasa umepata ni nini hiki ninaongea juu yake. Randi ni mingurumo ambayo inatingisa misingi ya dunia. Randi ni mingurumo ambayo huwa inalengeza misingi ya dunia. Randi wakati inapiga huwa kila mtu anaisikia, kila kitu huwa kinatetemeka. Na inapopiga hii randi, bingu huachilia mvua ya mawe ya moto. Katika ufalme na katika kiroho huwa kuna mvua ya mawe ya moto huwa inaachiliwa. Na hii randi ambayo tunaongea juu yake ni sauti ya Mungu. Tumeongea juu ya randi. God thunders. How does he thunder? Hii huwa ni sauti ya Mungu ambayo huwa inaongea. It speaks volume. Anaongea lakini ni kama mingurumo. Sauti yake ni kama mgurumo. This is one weapon. When it comes out of the armory of God, it doesn't return void. Haiwezi karudi mbure. Kama imetoka kwa ala ya kimbingu, hii silaha ni lazima itakamilisha kazi yake. Wakati hii silaha inatolewa, there is no appeal. You cannot appeal anything as long as hii silaha imetolewa. Ni kama kile kisu kilichotolewa
kilicho ile fimbo iliyokuwa wakati wa Esther, ya kwamba mfalme akikunyoshea fimbo usalama, lakini kama anja kunyoshea inamaanisha ya kwamba uuliwe, and the people should not ask anything. Hii silaha ikitoka tu katika ala ya kimbingu, huwa kazi yake ni kuharibu. Immediately God thunders in your life, there is nothing else that will happen. Your enemies must surrender. Hii si ile ya kwamba tukutane kesho ama tukutane next minute tuone vile tunaweza tukafanya. Hii si ile ya kumuita rafiki, tafadhali njoo tuongee. Hapana. When the weapon of thunder comes from the weaponry of heaven, it always comes to destroy each and every enemy that is surrounding you. Na hii ndio silaha ambayo nimekunja nayo mchana huu wa leo. Ni kusema ya kwamba sinjakunja kushauriana na maroho machafu yakaayo katika anga yako, yakaayo katika anga yangu. Sinjakunja nishauriane na wao. Nimekunja ili niachilie hiyo roho ya randi katika anga yako. Nimekunja niachilie hiyo sauti ya randi katika anga yako, ya kwamba ukitoka mahali hapa there will be difference in your life, ya kwamba ukitoka mahali hapa hautatoka mtu wa kitofauti. Nirudi sasa kwa Samueli. Wana Israeli wanalia, wana Israeli wanakilio. Pale Wafilisti wamewakaribia. Wafilisti wanataka kuangamiza Israeli. Israeli asinjue la kufanya. Kuna makundi ambayo inazunguka kile kikundi cha Israeli. Hawana mahali pa kuponyokea. Israeli analia, anauliza tutasaidikaje, anauliza itakuanje, anauliza nitatokea wapi. Israeli yako na shida. There is trouble in the land of Israel. Hawajui kile ambacho watafanya. Maadui zao wamewazunguka, mikononi yao hawana silaha, hawana chochote kile ambacho wanashikilia ili waweze kupigana na maadui zao. Lakini maadui zao wako na silaha na wanaendelea kusongelea mbele na mbele, wanaendelea kusongelea ni kana kwamba walikuwa mahali ambapo walikuwa katikati ya Wafilisti. And as days goes by, that circle is thinning and thinning. Yani hiyo circle inaendelea kuwa kidogo. Walikuwa mbali sana, lakini wanaendelea kukaribia. Israeli yako hapo katikati. Israeli yako hapo katikati. Hakona nabii mchanga haitwaye Samueli. Israeli asinjue la kufanya. Anamwangalia Mungu, anauliza tutakufia mahali hapa ambapo tumeletwa na mtumishi huyu wa Mungu paitwao Mispa. Kwa kweli sisi tutaishia Mispa. Kwa kweli sisi tutaangamia tukiwa Mispa. Wafilisti wanaendelea kunja, wanaendelea kuwazunguka. Ninaongea na mtu siku hii ya leo, maisha yake ni kama anaendelea kufinywa. Mwaka jana vile ulivyokuwa si vile ulivyo saa hii. Saa hii umeonewa zaidi. Saa hii ni kama umefinywa zaidi. Saa hii umesumbuka zaidi. Hata vile watu walikuwa wanaongea na wewe mwaka jana si vile ilivyo mwaka huu. There is a change of how they are speaking to you. Wanakudhalilisha zaidi. Hata ukijiangalia unauliza, mimi nimekuwa mama mkubwa, mimi nimekuwa baba mkubwa, mbona vile miaka yangu inaendelea ndivyo hivyo ninaendelea kuona aibu, ndivyo hivyo ninaendelea kudhalalishwa,
ndivyo hivyo ninaona nikiendelea ni kama naingia kwa shimo, na unaendelea kumuomba Mungu. Usinjali mpendwa, you are not alone, and your situation is not the first one. Si mara ya kwanza ya kwamba mtu kama wewe unaingia kwa jambo kama hili. Kulikuwa na wenzako waliitwa wana wa Israeli. Mwaka jana afya yako ilikuwa nzuri, lakini mwaka huu afya yako inaonekana kundorora. Mambo yako hayaendi vizuri. Wewe umekuwa wa kukopa kopa, wewe umekuwa wa kulia, wewe umekuwa wa kuwaza na kuwazua. There is nothing good that is coming out of you. Na ukiangalia njia zako zote zimefungwa. Uliongea na Wanjomba ikafika mwisho. Uliongea na shangazi ikafika mwisho. In other words, unaongopa hata utawarudia uambie nini, because you have said it all to them. Umeenda kwa mwanjiri wako, umeongea na yeye ile lugha unaweza ukaelewa. Wewe pasta, uko na washirika, umeongea na wao ile njia wanaweza wakaelewa. But still there is a problem on your side. There is problem that is surrounding you. Ni kama unaona ya kwamba mwendo wako umekuwa mgumu. Mwendo wako umekuwa mgumu zaidi. Vipindi vile unapoanza kutembea, ndivyo unaendelea kusikia mwendo ukiwa na ungumu. Ni sawa umekaa kwa hiyo ndoa miaka mingi, but there is many things that are changing negatively. It is okay umekaa kwa hiyo kazi miaka mingi, but there is something that is changing negatively each and every day. Uelewe ya kwamba pana Mungu. Mtumishi wa Mungu akasimama kusema ya kwamba huwa tunafurahi sana tukitoa ushuhuda mkubwa, but the process of that testimony, nobody wants to go through the process of the testimony. Maana huwa iko chungu sana, huwa iko kali sana. Usiwe na shinda mpendwa. There is God in heaven. There is God in heaven. There is God in heaven. Ninajua kile ninaongea juu yake. Ninaongea juu ya Mungu apigaye radi kutoka mbinguni. Anawachungulia maadui zako. Anachungulia maadui zako. Vile vile wanaendelea kukuzingira. Hivyo hivyo Mungu anaendelea kuwawekea muda. There is a time bomb that in God is setting for your enemies. It is only by a matter of time ili Mungu alipue hiyo mbomu yake. Wewe usife moyo. Moyo wako usikwazike na kushuka chini, because God is giving them time. God is giving them time. Nikakutana na ndugu mmoja wangu siku ya Friday. Huyu mtu amekuwa na shida na ndoa yake, na hata wakati alikuwa kwa ile shida nikawa ninahusika ili kwamba nimshike mkono. Nikamshika mkono hadi akaoa tena. Nilipokuwa ninaongea na yeye hiyo Friday, ananiambia, ndugu yangu, niko na mtoto wa pili kijana, and I am doing well. Akaniambia ya kwamba ninaona ushuhuda wa Mungu na neno yake ikitimia, ya kwamba miaka iliyoliwa na pazi, iliyoliwa na tunutu na mandumandu, Bwana anaweza akairengesha. It doesn't matter mahali ambapo uko, Mungu anaweza akakusave. God is able to save you. 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 I don't know how, but God is powerful. He has weapons in his armory. And today he has given me one weapon that is called thunder, that nobody can ignore. They might have ignored the other weapons, but they will not ignore thunder today.
katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hawa wataweza kupuuza randi, hawawezi wakapuuza randi, hawawezi wakapuuza randi. Hata yule yako kuzimu, wakati randi inapiga, miisho ya dunia huwa inatingika, kila mahali huwa kunatingika. Even at the bottom of the sea there is always shaking. When a thunder rolls, there is nothing that can ignore it. Maana hii ni weapon moja ya kimbingu ambayo ni weapon tosha. Today God is going to save you. Today God is going to save you. God is going to save you. Bwana anaenda kuokoa ndoa yako na randi. Bwana anaenda kuokoa ministry yako na randi. Bwana anaenda kuokoa afya yako na randi. Bwana anaenda kuokoa kazi yako na randi. Leo randi itaachiliwa kutoka juu mbinguni, ambayo huwa inaandamana na mvua ya mawe ya moto. Mawe ya moto itashuka mahali hapa, itashuka katika anga yako, and you'll not be the same again. You'll change, your life will turn around. God of thunder, God of thunder, it is the God we are worshiping today. God of thunder is the God we are worshiping even now. Mungu wa randi ndiye tunayeabudu sasa. Ninajua ya kwamba kunaweza kukawa wanganga sungu kutoka kule unakotoka. Inawezekana ikawa kuna situation ambayo imekuweka chini kwa miaka, imekuweka chini kwa ndoto zako, imekuweka chini katika kazi yako, imekuweka chini kwa hiyo biashara. Wafilisti wamezunguka biashara yako, wafilisti wamezunguka ndoa yako, wafilisti wamezunguka afya yako, wafilisti wamezunguka mali yako, wafilisti wamezunguka kupenya kwako, ya kwamba wewe huwezi ukapenya. Wewe huwezi ukapenya. You are in their circle. You are in their circle. Don't you worry. Don't you worry. God is going to see you through. Kukawa na mwanamke aliyekuwa amepoteza mtoto wake wa pekee kule mji uitwao Naini. Akaangalia, akaona siku ya mwisho imefika. Leo lazima tutafanya mazishi. Wamechimba makamburi ya yule mtoto wa kipekee amechimbiwa kamburi, na vile ninaona ilikuwa ina public cemetery, mahali ambapo alikuwa anaenda kuzikwa. Mama atampoteza mtoto wake wa kipekee, and today is the burial day for the son, and already watu wameamka, wamembeba ile maiti, wanatoka katika lango la mji waende wakazike yule mtoto katika ile kamburi. Lakini hiyo ndio iliyokuwa mwisho. God of thunder was still there. God of thunder was there. Mama amezungukwa na Wafilisti, amezungukwa hadi amenyongwa, mtoto wake amepotea, hayumo tena. There is no life. 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 Kijana ameanga, kijana ameenda, kijana hayumo tena. Sijui ni nani amemroga, sijui ni nani amemuua, maana siku zake asingafika. I don't know. I don't know. Ni nani ambaye ameshika watoto wako? Nani amekamata kazi ya watoto wako? Mimi sijui ni nani, because this is not normal. God is saying that I have good plans for you, plans to make you great. Why are you not great today? There are Philistines that are surrounding your life, wanazunguka maisha yako. Yule mama akawa njui atafanya nini? Nimempoteza mtoto wangu wa kipekee. What am I going to do? What am I going to do? Nimepoteza ile kazi ningekuwa nayo,
ile ingenisaidia. Sasa nitafanya nini? Nimeongea na mke wangu, anisikilizi. Mambo ambayo ninamwambia, nimemweleza siku nyingi, anisikii. Sasa nifanye nini? Na nilioa. I cannot go back. Siwezi nikatoka kwa ndoa, nishaolewa na nimeokoka. Nimeongea na bwanangu siku nyingi, lakini hanisikii. Imefika mahali ambapo I am just letting things move themselves. Nimejaribu sana katika darasa, hata nifurahisha mamangu, babangu, lakini haijawezekana. Oh God, come. May God come. May God arise today. May God arise today. God of thunder, may He come in your life. Katika jina la Yesu Kristo. Nimengonjea mwaka haijakuwa. Nimengonjea miaka 2 haijatendeka. I am in my 8th year. I am in my 10th year. Haijatendeka. Miaka 20 mambo niliyokuwa naona nitapata na siku moja, mimi sijapata. My God help me. Bwana nisaidie. Bwana nisaidie ili nikaweze kufikia hatima yangu. Nimejaribu sana lakini haijakuwa. Nimejaribu sana lakini haijakuwa. Bwana nisaidie. I want the help of God. I want the help of God. Nataka Bwana nisaidie. Ni mambo mazito ambayo yako katika mabega yangu. But what can I do? What can I do? Sikusoma. Ninajaribu kutafuta kazi haipatikani. Ninaulizwa tu maswali ya makaratasi. Where would I get help? Naenda nifanye biashara ipenyi. What can I do? What can I do? Mtu anakuwa na hiyo katika moyo wake. Hiyo ndio ninaongea juu yake, ya kwamba umezingirwa na Wafilisti. But there is one thing, God is able to change the situation you are in. Bwana anaweza akambadilisha. Bwana anaweza akambadilisha. Bwana anaweza akambadilisha. Nasema Bwana anaweza akambadilisha. Bwana akumbadilishie siku hii ya leo. Let God change your life today. Let God change your life today. Bwana akusaidie katika ile njia yako, ili kwamba Mungu akakusaidie upenye. Let God help you that you may have a breakthrough. Macho yako yainue, umwangalie Mwokozi. He's going to do it. He's going to do it. Nainua macho yangu, tazama milima sana watoka wapi? Bwana
Msifu Bwana mchana huu wa leo, maana kuna jambo anatenda, kuna kitu ambacho anatenda Bwana. Moyo wangu unamsifu Bwana. It is not over until God comes and thunder in your life. Katika jina la Yesu Kristo, I will not die out. I will not die out. Maana kuna Mungu ambaye anatenda maajabu katika maisha yangu. Niko na habari njema, niko na habari mbaya. I have a poisonous information. I have a deadly information. I have a very toxic information. I have a murderous information. Oh my God, I don't have a good information to the kingdom of the enemy. Nina habari mbaya, nina habari ya kuua, nina habari ya kushindwa kwa maroho ya kishetani ambayo imeamua kukaa katika anga yako. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, hainjalishi mazoefu ya maumbiri ama ya kukaa kwa madhabahu. I am encouraged by Samuel. He doesn't have an experience. In fact, ndiyo mara yake ya kwanza katika Biblia tangu haitwe na Mungu kuona akifanya kitu kama hiki. Lakini yule kijana anaamini Mungu, yule ni Mungu wa Israeli. Israeli wakamwangalia Samueli, wakamwambia ya kwamba usiache kutulilia kwa Mungu, usiache kutulilia kwa Mungu. Ninaona watoto wako wanakuambia, Dad, Mom, usiache kutulilia kwa Mungu, usiache kutulilia kwa Mungu. Ninaona kazi na pesa zako zinasema, baba, mama, kijana, usiache kutulilia kwa Mungu, usiache kutulilia kwa Mungu. I can see your parents wherever they are. Wanasema ya kwamba mtoto wetu, wewe ndiye uko na nguvu na umemjua Mungu, usiache kutulilia. I will cry for you. I will cry for you. I will cry for you. I have heard a sound of cry. Masani naongea na wewe. Kuna mtu ananiambia usiache kunililia. I will cry for you. I will cry for you. I will brave myself. Lazima ninjitie na njifanye kiume ili niendelee kulilia maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, pesa zangu hamtapotea na watu. Nitawalilia usiku na mchana. Huduma yangu hautapotea. Nitakulilia usiku na mchana. Kuna mtu anakuambia usiache kumlilia. Kuna kitu kinakuambia usiache kunililia. Mke wako anakuambia usiache kunililia. Why are you so comfortable wherever you are? Mbona uko na amani mahali ulipo? Wewe unaona makosa ya mwenzako. You don't know. Maybe ni mateka. Labda yule mtu ni mateka. Anakuambia ya kwamba, my darling, don't stop crying for me. Usiache kunililia. Niko mahali siwezi nikajitoa. Do not stop crying for me. Brave yourself and cry for me. Kuna maisha yako ambayo anasema usiache kunililia. Wewe ni kuhani siku ya leo. Lilia maisha yako. Wewe ni kuhani siku ya leo. Unaweza ukalilia maisha yako. Maisha yako yanakuambia usiache kunililia. Wana wa Israeli wakamwambia Samueli, do not stop crying for us. Na Samueli naye akaendelea kulilia Bwana. Akaendelea kulilia Bwana. Samueli akaendelea kulilia Bwana. I want to tell you the truth. Your Samuel is crying for you.
Samueli wako bado analia kwa maisha yako. Samueli wako analilia maisha yako. Wewe usiwe na shida. Your Samuel is crying for you. Your Samuel is crying for you. Siku hii ya leo Bwana amenipatia nafasi nisimame kwako kama kuhani. Nisimame kwako nikuletea habari hii. Ninakuambia ya kwamba sitaacha kukulilia. Sitaacha kukulilia. Moyo wangu unakulililia. Basi Samueli akaendelea kulilia Bwana, na Wafilisti wanaendelea kushuka. Hapo hapo Samueli akapata breakthrough, akapata revelation katika anga yake, akapata revelation kwa anga yake. Ambia mwenzako pata revelation. Mwambie pata revelation, mtu wa Mungu. Na umwambie angalia madhabahu. Madhabahu ndio inaongea. Hapa unaangalia hata hakuna madhabahu. Madhabahu ndio inaongea. Usitoke hapa na uende vile ambavyo ulivyokuwa na shida zako. Basi Samueli akapata revelation, and this was the revelation. Akaona ni vizuri nitoe sadaka. Akasema ya kwamba wacha nimtolee Bwana dhabihu. Kuna mtu amelia siku nyingi. Kuna mtu amelia siku nyingi, na akasema ya kwamba nitaenda kwa Bwana, nitamtolea dhabihu. Ni kwa ajili ya hii jambo. Na mimi kama mtumishi wa Bwana siku hii ya leo, kama vile Bwana ameongea na maisha yangu kupitia kwa neno lake, ni ya kwamba unapokuwa unainua hiyo dhabihu, Bwana anapiga randi kutoka mbinguni. There is something that happened. Wakati Samueli alikuwa anatoa dhabihu yake, kulitoka randi mbinguni, ikapiga Wafilisti, ikawatawanya. Waliokunja kwa njia moja walitawanywa kwa njia 7, na hivyo hivyo itendeke kwa maisha yako. Watakao kunja kwa njia moja watawanyike kwa njia 7 katika jina la Yesu Kristo. Yale masaa utakuwa unamuinulia Bwana dhabihu yako, hiyo masaa kuwe na kuchanganyikiwa kwa maadui zako, that they may scatter in 7 ways katika jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai, ninajivika hiyo mavazi iliyokuwa na Samueli, na ninaingia katika hiyo roho iliyokuwa na Samueli. Ni kwa ajili yako wewe, ni kwa ajili ya maisha yangu, na ni kwa ajili yako wewe. Ninaingia kwa hiyo roho. Ninasema ya kwamba hawa Wafilisti wamekuwa sumbua. Hawa Wafilisti wamekuwa wakusumbua, lakini leo hii nataka nimuone Mungu. Ninataka nimuone Mungu. Oh my God, ndoa yako haitakwama, maisha yako hayatakwama, biashara yako haitakwama katika jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai, watoto wako hawatakwama. Siku hii ya leo, there is something peculiar ambayo ina happen kwa maisha yako. Samueli akaenda akachukua dhabihu. Alipokuwa anachukua dhabihu, mbingu ilikuwa inajiandaa, na mimi ninachukua dhabihu. Ni kwa ajili ya maisha yangu, na ni kwa ajili ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Leo ninafanyika kuhani kwako. Leo ninafanyika Samueli kwako. Ninaomba ya kwamba punde tu nitakapokuwa ninaweka sadaka, ninaweka dhabihu kwa madhabahu, let your enemies scatter. Let your enemies scatter. Let your enemies scatter. Let your enemies scatter in the name of Jesus Christ. For the 4 pillars of the church, let them be
the thunderbolts of heaven katika jina la Yesu Kristo. Na ni kama zinapiga kupiga, zitakuwa zinapiga kupiga. Alipokuwa anawekelea ile sandaka kulikuwa na randi, na hivyo hivyo itendeke katika maisha yetu siku ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninawekea hii sandaka hiyo roho katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. Ungekuwa mwerevu, ungekuwa umeshika kama mimi, maana mimi ninaiongelesha. Nitakapokuwa ninaiweka kwa madhabahu ya maadui zangu, lazima watawanyike katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kuna masaa ya kumbembelezana na kuna masaa si ya kumbembelezana. Kuna masaa nitambembeleza na kuna masaa sitambembeleza. Oh my God, ninaingia katika anga, ninaruka katika anga za juu, mahali ambapo hapapenyeki. Ninapenyeza katika hiyo anga katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. No, the kingdom of the enemy haiwezi kaendelea kukalia maisha yangu. Ile minara shetani aliinua kinyume na maisha yako, ninaiangusha. Ninaiangusha mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa uso wa bahari na vilindi vya bahari ninaingia huko, ninakoroga, ninakoroga, ninakoroga. Malkia wa bahari ya kwanza, malkia wa bahari ya pili, malkia wa bahari ya tatu, malkia wa bahari ya nne, malkia wa bahari ya tano, malkia wa bahari ya sita, malkia wa bahari ya saba. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninanyesha mvua ya mawe ya moto, ninanyesha mvua ya mawe ya moto, ninanyesha mvua ya mawe ya moto katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kule kuzimu na misimu isiyokuacha uishi na amani, ninaingia kwa hiyo mizimu na kuzimu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Leo simbembelezi na njaa na randi. I am coming with thunder. You cannot ignore thunder. You cannot ignore thunder. You cannot ignore thunder. Thunder has never been mistaken another day. In the name of Jesus Christ, ninapiga randi, ninapiga randi katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hai. It is business unusual. There is havoc. There is havoc. There is total massacre in the camp of the enemy. Wachinjane wao kwa wao. Oh, nisichelewe, ninawekelea hiyo sandaka kwa madhabahu ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Let them be total havoc in the kingdom of the enemy katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninawapiga na mvuke wa moto, ninawapiga na mvuke wa moto, ninawapiga na mvuke wa moto. Hizo pazia mlizoweka katika maisha ya mtu huyu ili asione kile cha Mungu, hizo pazia ninazipasua pasua, ninazirarua rarua katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kazi zenu hazitaona jua ya mchana. In the name of Jesus. Kilio kinaweza kikawa usiku, bali mchana, asubuhi unjana neema yake. In the name of Jesus, I pull the joy and the victory that came to Israel at the time the Philistines were drawing nigh. In the name of Jesus, ninachukua huo ushindi Israeli aliyopata masaa yale Wafilisti walisema iwezekani. In the name of Jesus, I have a body movement that I am carrying with myself to the kingdom of the enemy. And this is the movement. Power. Power is a movement. Power is a movement. Power is a movement.
In the name of Jesus, I am saying no. I am saying no. I am saying no. I am saying no. Hautafikisha mwisho kama nimekutana na wewe. Hautafika mwisho kama nimekutana na wewe. Haijalishi maroho yale yaliinuka kinyume na wewe, katika jina la Yesu Kristo ninachomoa mikia yao. Hama roho machafu ya shetani, niko na kisasi na wao. In the name of Jesus, ninaachilia mvua ya mawe. Ninaachilia mvua ya mawe. Ninaachilia mvua ya mawe. Ninaachilia mvua ya mawe. Mawe ya moto katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Let there be fireballs that are falling from heaven in Jesus mighty name. Masayo hayo Israeli akapata ushindi. Ninakutangazia ushindi. Ninakutangazia ushindi. Ninakutangazia ushindi katika jina la Yesu Kristo. Nasimama kwa madhabahu ya Bwana. Oh my God, nasimama kwa madhabahu yako, kwa sadaka watu wako waliotoa. Ni ishara ya kwamba tunasema hapana, hatutakufia mikononi mwa Wafilisti katika jina la Yesu Kristo. Kwa hii sadaka, Bwana wa mabwana, kuwe na randi katika maisha ya maadui zao katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Kuwe na randi itakayopiga kwa maadui zao pinde vile walivyokuwa wamekuaminia Bwana. Na ikawe hivyo, na ikawe hivyo Bwana, na ikawe hivyo, na ikawe hivyo, na ikawe hivyo Bwana, na ikawe hivyo. Ila wewe siwezi, ila wewe siwezi, ila wewe siwezi, ila wewe siwezi. Maisha yangu siwezi, bila wewe siwezi. Watoto wangu siwezi. Kama unasema Bwana akutendee, akusaidie na unataka maombi, njoo hapa mbele nikuombee. Bila wewe siwezi, bila wewe siwezi. Maisha yangu siwezi, bila wewe siwezi. Maisha yangu Bwana siwezi, bila wewe Baba siwezi. maisha yangu Siwezi, Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. siwezi. Maisha yangu Siwezi, adui amenizunguka bila Bwana, wewe sijui vile nitafanya. siwezi. Maisha yangu Baba Siwezi, bila wewe Bwana siwezi. Wafilisti wa maisha yako
I am giving them an ultimatum of seconds. Let them quit your life. Let them quit your life. Let them quit your life. In the name of Jesus. Aswa mahali ambapo umesimama. Hapo ndipo nilikuwa ninazunguka. Hapo ndipo nilitoa sadaka. Oh my God. God of heaven. 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 Samueli alikuwa na Israeli. Bwana ukamshindania. Leo niko na hawa watu uwashindanie. Oh my Father, there is power of God that is flowing everywhere. In the name of Jesus. Miguu yako ni moto. Kipanji chako ni moto. Mikono yako ni moto. Tumbo yako ni moto. Ninafunga zile nkurunezi za kimbingu zianze kulipuka ndani yako. Mahali popote pale shetani alipata mwanya katika maisha yako, let him start quitting. Let there be thunder. The name of Jesus. Let there be thunder. Let there be thunder. Let there be thunder. Katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye, achilia moto katika maisha yako. Achilia moto. Achilia moto. Achilia moto. Hicho kilichokushika siku nyingi, ninakipiga randi. Ninakipiga randi katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninatetemesha kuzimu na mizimu. The name of Jesus. Mwachilie huyu mama. 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 Katika jina la Yesu. Napiga nguvu za giza. Napiga nguvu za giza. Piga nguvu za giza. Piga nguvu za giza. Ondoka ndani yake. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Wafilisi. Ondoka. 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 In the name of Jesus. Ondoka ndani yake. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Wafilisti. In the name of Jesus. Let them be fire. 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 Fire of God. 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 Of God. In the name of Jesus. Mawe ya moto. Mvua ya mawe ya moto. Mawe ya mvua ya moto. Katika jina la Yesu. Na wapiga kuzimu. Na wapiga nchi kavu. Na wapiga angani. In the name of Jesus. Mwachilie. 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 Nasema umwachilie. Nasema umwachilie. The name of Jesus. Let there be fire of God. 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 Katika jina la Yesu. Nakupiga na moto. 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 Kupiga na moto. Kupiga na moto. Kupiga na moto. Kupiga na moto. Piga 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 na moto. Ondoka katika maisha yake. Toka katika maisha yake. Toka katika maisha yake. Toka katika maisha yake. Toka katika maisha yake. The name of Jesus. Miaka inaweza ikawa imeenda, lakini Bwana akulipe. The name of Jesus. Let there be power of God touching you now. In the name of Jesus. Hautaenda kwa kusumbuka na kuteseka. Let God stand upon your life now. Napiga radi. Napiga radi. In the name of Jesus. In the name of the Lord. Maroho machafu yakayo katika maisha ya mtu yaondoke. Yaondoke katika jina la Yesu Kristo. Yaondoke sasa. Yaondoke sasa. Yaondoke sasa. In the name of Jesus Christ. Let the enemy go out of your life. In Jesus' mighty name. Roho ya shetani iondoke. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu. Navunja roho ya giza katika maisha yako. Vunja hiyo roho. Vunja hiyo roho. Vunja hiyo roho. Vunja hiyo roho. Let God thunder in your life. 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 Let God thunder in your life.
Let God thunder in your life. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Let God thunder in your life. Let God thunder in your life. Let God thunder in your life. Katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai, natetemesha mizimu na kuzimu. Katika jina la Yesu, mwachilie, 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 mwachilie. Kwa jina la Yesu, mwachilie. Mwachilie, 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 mwachilie. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto katika mikono yako. Huo ni moto wa Bwana, huo ni moto wa Bwana, huo ni moto wa Bwana. Naachilia huo moto, naachilia huo moto, naachilia huo moto. Wafilisti, achaneni na maisha yake, cheni maisha yake, cheni maisha yake, cheni maisha yake, cheni maisha yake katika jina la Yesu. Mwachilie, 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 awe mzima, mwachilie awe mzima, mwachilie awe mzima, mwachilie awe mzima. The name of Jesus. Mizimu na kuzimu, tetemeka, tetemeka, tetemeka. Let there be fire, let there be fire, let there be fire. Fire of God, fire of God, fire of God, fire of God. Chilia maisha yake, chilia maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Hauna nafasi katika maisha yake. Wafilisti wa maisha yake ninawapiga kaskazini, ninawapiga mashariki, ninawapiga kusini. Mumwachilie katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu. Achilia huyu mtoto, mwachilie, mwachilie, mwachilie. The name of Jesus. Power of God, power of God, power of God, power of God upon you in the name of Jesus. Let power of God thunder upon your life now. The enemy cannot stop thunder. Thunder can never be ignored. 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 You cannot ignore thunder. You cannot ignore thunder. You cannot ignore thunder. In the name of Jesus, you cannot ignore thunder. Kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Naenda hivyo hivyo. Hiyo ni randi ninapiga. Kwa jina la Yesu Kristo. Napiga randi katika maisha yako. The name of Jesus. Let every enemy disappear katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Let there be fire. 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 Fire of God. Fire of God. Fire of God. Fire of God. In the name of Jesus. Ninawapiga na moto. Ninawapiga na moto. Pale popote pale walipo. Chilia. Chilia. Achilia. There you are going down. Enemy, you are going down. The name of Jesus. Mtazamaji wangu, mahali popote pale ulipo, the thunder of God when it comes, it delivers people. People are delivered by that power. Siku hii ya leo ninakuacha kwa habari njema ya kwamba there is a tool of God, there is a weapon of God, a deadly weapon, a poisonous weapon, a murderous and toxic weapon. Inaitwa thunder. And one characteristic of thunder, it is followed by hailstones and fireballs. In other words, mvua ya mawe ya moto. And it is also characterized by one thing, that it cannot be ignored. Uko hapo na unataka hii nguvu ifanye kazi ndani yako. Naweza ukampokea Bwana kama mwokozi wa maisha yako. Sema, Bwana Yesu, nanja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti.
na ukaliandike kwa kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia sasa ninampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Shetani, sikutaki tena, niondokee. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Basi uko Mariakani, tuko hapa Former Bams Rincha Academy, mbele ya mnanda. Na kama uko mbali, tafuta mchungaji ili uende kwa ile kanisa, ukue kwa ile kanisa. Na Bwana akubariki. Nikuombe tunapoachana. Bwana, ulinipatia ujumbe ya kwamba randi inapopiga huwa hakuna reverse gear, it is final. Huyu mtumishi wako amekuamini na hata wengine wamekupokea. Let the thunder of God be upon your life. The name of Jesus. Let the thunderbolts of heaven start hitting your life continuously in the name of Jesus. Kuanzia sasa uwe mzima, maana Wafilisti wako hawamo tena. In Jesus' mighty name. We are so happy to have you. Bye bye till we meet again.